Wakristo wanafunga ila wanakunywa maji. Nenye hiyo ni funga. Walifunga watumishi wa Mungu. Tunafuata maagizo ya Biblia. Hamna mtu ambaye anajiamulia mwenyewe. Sikilizeni usanii wa katoto ka Yesu hapo. Ameshakuwa mwalimu leo anamfundisha Ustadhi Shafi. Sasa mtazamo ambao wanao Mwalimu Shafii, mwalimu wa Kiislamu, ni mtazamo ambao wanao Waislamu wengi. Wao uwaga wanafikiri sisi Wakristo uwaga tunafunga kwa kula vitu, yani ndio funga yetu. Lakini kitu ambacho hamkijui mandugu, sisi Wakristo tunafunga aina nyingi. Kama sio 3 basi zipo 4. Funga ya kwanza ndio hiyo ambayo yeye mwenyewe ameisema, inayotoka Waamuzi 20 mstari wa 26, ambayo inasema utafunga asubuhi, utafungulia jioni. Hiyo ni funga kabisa ambayo inakubaliwa. Lakini funga ya pili inatoka kwenye kitabu cha Danieli 10 mstari wa 2 mpaka mstari wa 3 hapo. Inaonyesha Danieli alifunga kwa majuma 3, lakini kwa kujichagulia vyakula. Alichagua kutokula vitu vizuri, kufanya mambo yaliyo mema mbele ya watu, lakini alikuwa anakula ila hali vitu vizuri. Ni funga ambayo inakubalika kabisa. Ngoja tujaribu kusoma. Yeye anasema sikula chakula kitamu wala nyama wala divai haikuingia kinywani mwangu wala kujipaka mafuta kabisa ndani ya wiki 3. Hakula chakula wala nyama, chakula kitamu. Alikuwa anakula cha kawaida, wala nyama wala mafuta hakujipaka kwenye mwili wake, lakini bado hiyo funga ilipokelewa. Kwa hii funga ambayo yeye anasema Wakristo ikifika saa 4 wanakula, baadaye wanafungulia, ni funga ambayo ipo ndani ya maandiko kabisa. Lakini pia kuna funga nyingine, sisi Wakristo tunafunga nyingi. Kuna funga nyingine utaipata kwenye kitabu cha Esther 4 mstari wa 16. Esther na Wayahudi walifunga siku 3 kavu bila kula. Lakini hii funga pia walifunga watu wa Ninawi, watu wa Yona, walifunga siku 3 kavu. Na yenyewe ni funga ambayo Mungu anaipokea. Kwa usiseme Wakristo usimamie kwenye funga moja hii ya Danieli kwamba Wakristo huaga wanakula kidogo alafu wanaendelea. Mwingine utasikia Wakristo wanafunga ila wanakunywa maji. Nenye hiyo ni funga. Walifunga watumishi wa Mungu. Tunafuata maagizo ya Biblia. Hamna mtu ambaye anajiamulia mwenyewe. Maana kwenye video yake hapo nimemsikia amesema hii ni michezo ya watu wamekuja kuichezea dini. Hii ni funga kabisa ya kula, lakini usishibe. Kula unajizuilia, usile vitu vitamu. Ni funga ambayo ipo ndani ya maandiko. Leo katoto ka Yesu kamekuwa mwalimu wa kumfundisha Ustadhi Shafi. Umekuwa mwalimu? Juzi tu umekuwa mwalimu wewe. Kwa kitabu kipi ulichosoma? Eti anamfundisha kuhusiana na funga. Yaani nyinyi pia mnafunga. Ulipotembea kote huko, kanisa gani ambalo umeliona linafundisha funga? Hivi unafikiria funga ni mchezo? Funga ni ucha Mungu. Funga ni ucha Mungu, si usanii. Mumeona wapi nyie makanisa yote yanahubiri funga jamani? Kwamba tufungeni jamani, hii ni funga ya Kwaresma, hii ni funga ya kwa nini? Si nini? Hakuna sadaka kweli. Hapo sadaka na kutoa mapepo makanisani mnaongoza. Kweli bwana. Sasa hizo funga unazozungumzia wewe ni kwa ajili ya wana wa Israeli. Hizo funga unazozungumzia kwa ajili ya wana wa Israeli. Sasa haya, tuseme wewe funga walitekeleza wana wa Israeli. Umefunga siku 3 mfululizo. Ndio unaambiwa ndio inakubalika. Lini wewe ulifunga siku 3 mfululizo? Ulifunga siku 3 mfululizo lini? Haijawahi kutokezea na wala haitawahi kutokezea. Utafika kufa. Ufungi siku 3 mfululizo. Hiyo ndio funga aina nyingine, aina ya kwanza unaosema. Haya, kufunga asubuhi mpaka jioni. Umefunga lini wa asubuhi mpaka jioni? Lini? Waislamu tunajulikana dunia nzima kwa kufunga, sisi ndio namba 1. Na tunahubiri kufunga ndani ya misikiti. Kila funga tunazozifunga, kwa sababu sisi hatuna funga moja, tunafunga nyingi. Wewe unasema ina 3. Sisi tunafunga nyingi. Tunafunga nyingi. Lakini nyinyi ndani ya makanisa toka lini? Tangu lini nyinyi mnahubiri kufunga nyinyi? Jamani, kwenye makanisa mnafunga lini nyinyi? Mnahubiri lini kufunga? Hamjawahi kuhubiri kufunga, kwa sababu kufunga ni baina wewe na Mungu wako tu. Hii ni issue nzito ya kiucha Mungu. Lini nyinyi mnafunga? Siku 3 mfululizo alafu unafunga. Unasema unamkosoa Sheikh Shafi. Na nyinyi kweli mnafanya usanii. Huo ni usanii, yani ni usanii. Siku 3 mfululizo wale wa Kenya unakumbuka? Yule nani pastor sijui aloua wa Kenya. Siku 3 sijui siku ngapi alikaa. Hawajala.
Funga kama hiyo inatokea wapi? Wewe wakati huu hapa, we nyakati hizi tulizokuwa nazo, kae siku 3 wewe hujala na mwili wewe uliokuwa nao, usubutu ufanyi. Eti anasema kuna funga kuanzia saa asubuhi unakula saa 4, halafu nyingine unafuatilia huko. Funga ya saa 4 kweli? Maandiko yamo, imeandikwa katika Biblia. Tujalie imeandikwa. Sasa nyinyi lini mnahubiriana nyinyi kufunga kuanzia saa 4? Wakristo wanajua hayo. Halafu funga nyingine kuanzia asubuhi mpaka jioni. Lini nyinyi mnafunga nyinyi? Si usanii huo. Yaani anatoa maandiko yako ndani ya Biblia, lakini hamfuati. Wewe hiyo hata mpaka saa 4 hujafunga. Na inatoja ile funga nyingine hata kujipaka mafuta, yule alijizuia kujipaka mafuta, kula vyakula vizuri. Wewe ujizuie kula vyakula vizuri wewe katotoka Yesu. Ujizuie kula vyakula vizuri, ujizuie kujipaka mafuta wewe. Kila siku tukikuona ndani ya TikTok uso unang'ara kwa mafuta. Leo ndo unasema usijipake mafuta. Jamani. Mnatudanganya, huo ni usanii. Hata Yesu yeye mwenyewe hajasema kwamba yeye ni Mungu, lakini mnamsemea. Mnageuza yani yale yalikuwa ndani ya Biblia. Nyinyi mnayageuza, mna nini yani? Yaani mnamfuata Paulo kuliko Yesu yeye mwenyewe. Kuhusiana na funga. Leo umekuwa mwalimu na mkosoa. Jamani.